safari yangu ya maisha yangu uwezi kujua. Safari yako unaijua wewe. Kwa hii style lazima imuingie moyoni mke wangu, na nitazidi kuwa mnyonge zaidi ya hapa. Najua atalichukulia unene fulani, lazima achukulie kama vile linaniumiza sana moyoni. Nina imani mwisho wa siku atakubali, tutaenda kupima. Safari yangu mume wangu, mpaka sasa hivi hujaenda kazini? Hao kuna shida gani? Mume wangu, shida nini? Mimi sikuelewi kabisa, sikuelewi. Halafu nasitoshe, nakuuliza unanikalia kimya. Shida nini? Kusema ukweli mke wangu, mimi siko sawa kabisa. Unajua mke wangu, haya maisha yana mwanzo na mwisho. Ujue hapa duniani wako kwa tunapita. Kumbuka nina mama, nina baba pia. Wanahitaji mjukuu, wapate mjukuu. Na stoshe nikikwambia kuhusu kupima, yani haueleweki kabisa. Kupima ndo nini sasa? Acha na kupima. Kuna ujiamini au? Bwana, kitu kizuri hakitaki haraka. Mimi nataka hii nyumba kidogo ichangamke. Unapokuwa masuala kuniambia tumsubiri Mungu. Mungu tulimuomba toka lini? Labda nikwambie kitu kimoja. Naomba tukapime. Mimi nimechoka. Nasema kupima. Hata mimba ikiingia bahati mbaya naitoa. Mimi siwezi kuzaa na huyo mwanaume. Nizae naye wa nini huyo sasa? Na kuzaa sizai, na kupima sipimi. Yaani huo mwaka, utanikoma baba, utanikoma. Sasa vipimo nimechukua vyote. Vipimo vinasemekana kwamba hauna tatizo lolote mpaka sasa. Kwa hiyo itabidi uje na mwenza wako ili tuone kwamba shida ni nini. Sawa daktari, nimekuelewa. Ila changamoto ipo kwa mke wangu, kwa sababu kila siku huwa namwambia sana swala la kupima. Lakini sasa kila kwa najaribu kumwambia tukapime, anakuwa haipo tayari. Yeye kitu ambacho anazungumziaga ni jambo la kumuomba tu Mungu. Na ukiangalia Mungu tumemuomba sana. Miaka miwili kwa sasa tutapata mtoto. Sasa mimi ninachokuomba, fanya kitu kimoja. Ongea na mke wako, haijalishi yuko vipi. Lakini cha msingi ongea naye kwa busara na hekima, tuje tumpatie elimu kuhusu hili swala. Umeona? Unajua mtu akipatiwa elimu itamfungua na ataelewa nini. Pia kumuomba Mungu msiache. Kwa sababu kila kitu tunamtegemea Mungu. Hata sisi tunatibu, lakini Mungu anaponya. Kwa hiyo ndio hivyo, ongea naye, tuje tumpatie elimu. Mambo yatakaa sawa. Labda tu niseme kwamba nitajitahidi nikaongea naye. Kama ikiwezekana tutakuja naye. Lakini sitaki kabisa hili swala lijue kwamba mimi nimeshapima. Na jambo la kumuomba Mungu kweli liko sahihi, na kila siku namuomba sana Mungu. Ila mke wangu
haonyeshi ushirikiano wa kabisa kwamba anahitaji nizae naye. Safari yangu safari yangu safari yangu. Nima, Namba. njoo mara moja. Nakuja. Safari yangu safari yangu. Nimekuita hapa na ipaka meka tutarudishia hii. Alafu kuna kazi moja, yule fundi nimempigia simu aje. Kuna sehemu hapa pa kuchoma. Kuna sasa nimepata emergency, nimepigiwa simu. Kuna kazi ya kwenda kufanya. Kuna sehemu. Umenielewa? Hamna shida hapo. Nishaelewa. Safari yangu ninaijua mimi. Safari yangu Mbona huyu mwanamke ananipa wakati mgumu sana? Napata maswali mengi sana. Ni maswali hayana majibu hata moja. Kwa nini kila nikimwambia tuende tukapime anakuwa mkali? Halafu mimi kama kupima nimeshapima, nikajikuta niko salama. Sijui nimwambie kwamba mimi nimeshapima. Hapana. Nitamkosesha raha mke wangu. maisha yangu huwezi kujua. Kwa sababu atajua moja kwa moja tatizo kumbe liko kwenye sehemu yake. Bora tu tukapime naye ili majibu ajionee mwenyewe. Hujala mpaka sasa hivi? Sasa hivi saa ngapi? Wewe sinaongea na wewe. Niongeleshe basi, usinikalie kimya hata kama nimekuuzi. Sawa. Niambia basi kama nimekuuzi. Ila usinikalie kimya, naumia mwenzio. Basi sawa, nimekuelewa mke wangu. Hebu sogea kwa tulale. Safari yangu 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 safari yangu. John, nimefika hapa kwenye garage lakini sikuoni kwa wapi. Kwa hiyo okay. Okay, sawa. Sister. Naam. Niambie. Safi. Kuna maelekezo yoyote John amekuachia?
ni safari yangu hii. Ni wapi dada? Kweli ni hapa. Kuna uwai hapa. Sasa kakaangu uwai, maana hii gari inatakiwa kuondoshwa leo. Sogea na kuonyeshe vizuri usije ukakosea. Hapa uwai unatakiwa uchomelewe. Okay, sawa. Okay, sawa. Ngoja mimi nikuache. Alafu na kazi kule nikamalizie. Na imani utakuwa umemaliza. Haya, haina jambo. Haya. Chapu dada. Halo. Naongea na nani? Wow, kumbe kaka. Shikamoo kaka. Sisi tupo, si unajua tena. Ulikuwa unasemaje kwani? Uje mjini? Kaka, kweli kaka utaweza mjini kweli kakaangu? Hapo ajua nitakaa nizungumze naye bashemeji yako, kila kitu kitakaa sawa. Wale kawasalimia wa nyumbani, salimia kina Aisha, kina Anko, kina Esther, kawasalimia wote nyumbani. Hapo. Kanga tasa maisha ya mjini kweli? Labda. Dada, samahani. Nakuona kama mgeni kwenye gereji hii. Kusema mimi mgeni, sio mgeni sana. Sema tu nilikuwa nimetoka mara moja, kalikizwa kafupi hivi, ndio maana nilikuwa unaona. Pengine wewe ulikuwa unakuja lakini mimi sikuwepo. Kwa hiyo mimi hapa sio mgeni. Sio mgeni kabisa. Haya, basi sawa, haina shida. Akija hapa fundi umwambie nani kuhusu ile nani hela. Au ameshakuachia? Kuhusu hela hajaniachia. Lakini wewe fanya tu hivi. Pengine uende. Mida fulani hivi atakuwepo. Utaifuata hiyo hela yako. Akija mwambie ataniletea ofisini kule kwangu. Okay, sawa. Jambo limeisha. Akifika mimi nitamwambia akuletee hela yako. Haya, poa, haina shida. Mimi ngoja niende ofisini pale. Na watu wananingoja. Sawa. Hata mimi nimalizie kazi yangu hapa. Ni safari yangu hii. 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 Ni safari yangu.